majina naitwa Nixon Basil Makundi, niko hapa mbele yenu kuelimisha, kushauri na kuunganisha vijana hasa katika sekta ya uchumi, kwamba vijana tuweze kusaidiana, tuinuane, kushikana mkono, kupeana na fursa mbalimbali, kushare ujuzi tuliokuwa nao, yani baina ya mmoja na mwingine, kusaidiana kutengeneza taifa lililo bora. Kwa kuwa tukijua sisi ndio vijana, sisi ndio taifa lijalo. Baada sisi ndio tunataka kuanza kupokea mikoba katika sekta mbalimbali. Katika hili swala, baada ya kuona hayo, ningependa kuanza kuongelea mambo mbalimbali, kwamba tutaongelea hasa njia mbalimbali za kutengeneza na fursa mbalimbali katika jamii, kujua wakati gani sahihi, jinsi gani ya kufanya uwekezaji, akiba, kujifunza mambo mbalimbali katika sekta mbalimbali hasa za kiuchumi. Ila pia tutakuwa tunasaidiana kupeana ushauri katika maeneo mbalimbali, ikiwemo kwamba ukipata nafasi ya kazi au na ajira fulani au na changamoto fulani katika sekta ya uchumi, au ulitamani kupata ushauri, kwamba tutakuwa tumeunganishwa na mamenta mbalimbali wakubwa, matajiri wakubwa, mamenta, watu mbalimbali wenye mafanikio na wenye experience ya kutosha, ili waweze kutupa nafasi na kutufungulia milango na mwanga wa kutosha, ndio kutupa mwelekeo mzuri. Kuanzia leo, somo la kwanza ambalo nilikuwa nimeliandaa kwa ajili ya kushare na nyie vijana wenzangu au na vijana wenzangu ni kuhusu maisha. Kwenye maisha, vijana sisi tunatafuta kuachana na kuishi, ni tunatafuta hela. Ndio point yetu kubwa. Vijana sasa hivi hatutaki kuteseka, kwamba hatuna usubiri kwamba tukae muda mrefu tusubiri eti masaa, kwamba hustling, hatuna uvumilivu. Yaani tunataka mafanikio ya umelala umeamka umefanikiwa. Ndio maana ukiangalia vijana wengi wanaangukia katika wimbi la mimi najaribu kutrade, nita trade 1 month na mimi niwe biggest trader. Hapana, big money never come that quick. Hela yoyote kubwa au hela yoyote inayokuja kwa wepesi, hata kuipoteza ni very easy. Kwa hiyo tunatakiwa tujifunze kuwa na uvumilivu, subira. Pia tunatakiwa tujijengee kitu kimoja ambacho mimi nilikifikiria, nikaona tunaweza tukashare sisi kama Tanzania, vijana wa Tanzania, vijana wa Kenya, vijana wa Uganda, vijana wa East Africa kwa ujumla na Afrika kwa ujumla. Kwa nini tusibadilishe kitu kimoja? Mimi niliwaza, nikaenda nikafuatilia matajiri duniani, nikafuatilia matajiri Afrika, nikafuatilia matajiri East Africa, hasa Tanzania. The youngest billionaire in Africa ni Mo Dewji, ana age kama 49 years old. Huyo ndio youngest billionaire. Nitositaki sikumbuke vizuri, ila huyo ndio youngest billionaire, Mheshimiwa Mo Dewji, ana age ya 49. Ila tukiangalia vijana ni age kuanzia age ya 19, 20 mpaka 30, 35. Kwa nini sasa tusijaribu tubadilishe hiyo algorithm, kwamba tuseme sasa sisi tutengeneze fursa, tutengeneze kitu ambacho tutengeneze generation ambayo inakuja kuwa inafanya changes kubwa sana katika ulimwengu wa fedha, ulimwengu wa mapato, ulimwengu wa biashara, chochote kinachofanya kuingiza hela. Kwamba wewe tuseme Mo uje miaka 49. Kwa nini tusiseme mimi naamua kuinvest kitu fulani, labda tuseme mimi ninaamua kuinvest kwenye biashara yangu fulani, labda mimi nitakuwa na tengeneza, labda tuseme nauza juisi,
Nitaanza na mtaji wa 300,000, nitafanya 1 2 3, nitafanya process 1 2 3. Baada sio, huwezi ukasema eti kama nitafikia model kwa mwaka mmoja, miaka miwili. Ila tutengeneze watu wenye utayari wa kuthubutu kufanya mambo mbalimbali, kujaribu mambo mbalimbali, kutake risk, kuwa tayari kupitia maumivu. Pia tunasema mambo tulijue hakuna mafanikio hasa ya kifedha, utajiri ambayo hayana maumivu. Uwezi wewe ukafanya kitu kama wengine, yani unaamka asubuhi, tuashumu ni mwanachuo, wewe unaamka asubuhi, unaenda darasani, unarudi, kama una boom unapokea zako boom kama wengine, unafanya cycle kama wengine, unaamka unaenda chuo, unasoma, unarudi hostel, unalala, kama ni unakaa sehemu yako nje ya chuo hivyo, ukawa unaishi cycle hiyo hiyo kila siku, unaenda party, unafanya mambo 1 2 3 kama watu wengine, alafu ukategemea uwe tofauti. Hakuna. Ili uwe tofauti, yaani unataka upate mafanikio kuliko wengine unayotaka wewe, living the life you wish, having the life you wish, unataka kufanya tofauti. Msemo mmoja unasema, if you want to have a thing you never had, you have to do things you never done. Yaani ukitaka upate kitu ambacho hukuwahi kuwa nacho, unatakiwa uwe tayari kufanya mambo ambayo hukuwahi kufanya. Kwamba sacrifice ndio unapokuja hapo. So lazima sacrifice ni nini? Wewe utasema sacrifice ya kafara. Sacrifice ni kafara. Kafara wewe unasema mimi nataka eti sacrifice ni kutoa tu damu, sio ni namna. Everything, mafanikio ya sacrifice yake. Kwamba sacrifice kuna hizo sacrifice muda, sacrifice mapenzi, vitu vingi. Kwa sababu gani? Wewe tuseme wewe ni mwanachuo, unasoma kama wengine. Ukisema mimi najisacrifice masuala ya parties na masuala mengine ya lecture hivi matabata hivi, mimi sivifanye kwa sasa, hiyo ni sacrifice umefanya. Ila huo muda sasa unainvest fully 100% kwenye biashara fulani, kwenye sekta fulani, au basi unajifunza kozi fulani, hiyo ni sacrifice tosha. Chengine, haya wewe age yako tuseme una age 20 mpaka 25. Hakuna ulazima kusema bana babeti wewe bado hujaanza, hata kama wapo ni percent chache ya wengi wetu, bado hujaanza kutegemewa kwamba mimi ni lazima eti nipeleke chakula nyumbani au nina familia. Hapana. Ila wengi wetu ni tunaishi, tunajitegemea, tunaishi wenyewe, kwamba tunafanya maisha yetu wenyewe. Kwa hiyo bado hujafika age ya kusema kwamba natakiwa sasa ni lazima nipeleke. Kwa jaribu kuthubutu. Sacrifice, kwa sababu wewe uko peke yako, sema unaishi peke yako, jaribu kujifunze ku sacrifice. Kwamba unaamka asubuhi, torture yourself. Yaani lazima uumie kwa namna moja au nyingine ili upate mafanikio unayotaka. Swala moja na watu watasema utasema hivyo but people different background hivyo. Hapana. Different background haimaanishi kwamba background yako ni ngumu, haimaanishi kwamba ndio hautaweza kufanikiwa. Umeona? Kwa sababu kwenye njia za utajiri ziko njia kuu 3. Moja, upate utajiri kwa kurithi. Yaani tuseme ukoo wenu ni ukoo wenye fedha, au babako ana hela amekurithisha. Mfano utaona tuseme kama tumchukulie msanii Mondi, Diamond Platinum amrithisha Tifa. Mtoto wake amemrithisha, basi amempa bilioni 2. Hata fanana na wewe ambaye haupo kwenye familia design hiyo. Umeona? Hiyo ni njia ya kwanza ya kurithishwa, kwamba baba alikuwa nacho, mama alikuwa nacho, mzazi, ndugu, familia ni one of the family, umepewa, umerithishwa mali, hujaziswetia, hujui chochote, hustle yote hujafanya. Hiyo ni moja. 2 ni kufanya kazi kwa bidii. Yaani work, give 100% kwenye kazi unayoifanya. Yaani kama umejiajiri kwenye sekta fulani, do it to the fullest.
yaani hakikisha unajitoa 100%, working hard and very very hard, yaani unahakikisha unaweka very hard hivyo, ili ufanikiwe upate unachokitaka. Njia ya tatu ni ku outsmart, yaani ufikirie nje ya box. Yaani unatakiwa utulize kichwa, ufikirie kitu ambacho kitaleta impact kubwa katika jamii, ili yani hivyo, hiyo ndio njia yako. Ni unakuwa kuwa outsmart, yani ile kuwa think out of the box. Sio lazima eti uwe msomi eti kwamba umeenda eti umesoma eti kwamba una degrees una masters, hapana. Kama tuseme fuatilia wafanyabiashara wakubwa, tumchukue waheshimiwa wengi tu wakubwa, tunaona wafanyabiashara wana wamiliki wa makampuni. Usiangalie wahasibu sijui na, hapana, wamiliki wa makampuni wengi ni wakati wengi sio very educated, ila wanaokuja kuajiriwa ni very educated. Kwa sababu gani? Outsmart, kafikiria kitu, yani kafikiria yani unaweza kuunganisha yote vitatu. Tukiangalia kama kuna wafanyabiashara matajiri wakubwa Tanzania, yani kama alirithishwa akafanya juhudi na bado ana outsmart, anafanya think out of the box, anaongeza, anatanua biashara zake hivyo. Ila pia unaweza ukaanza wewe ukafanya kitu ukabadilisha system ya taifa. Kwa sababu gani? Tumeshazoea kuona kwamba Watanzania, East Africa au Africa, watu wanakopia idea kutoka China, kutoka Japan, kutoka Dubai. Kwa nini? Vijana wanapika kutoka wakiwa wadogo. Yaani age yako to age to 19 mpaka 30, yani bado yani hutaki kama vile kwamba una familia kubwa unategemea, hapana. Yani bado ndo unaanza, bado ile kama unakaa mwenyewe, kwa unaweza ukatake risk, ukagive 100% of yourself, ukafanya hivyo. Kwa kila mtu tulikuwa tujifunze, mtaji wako mkubwa sio hela. Kama utasema eti mimi sina hela, hapana. Mtaji wako mkubwa ni akili yako, your mind. Your mind is the biggest investment, biggest capital. Tuseme kwa sababu gani? Vyote yani kwenye njia zote tatu za utajiri, kama ukilithishwa huna akili utafilisika. Hard work na akili inaingiliaje? Uwezo sababu kwenye hard working kuna make plans, kuna analysis tofauti, kuna research tofauti bado uzifanye kwenye biashara yako ili attractive hivyo, lazima utumie akili. Na thinking out of the box, kama nilivyosema, lazima utumie akili. Kwa hiyo ubongo wako sasa unatakiwa uangalie, hasa hapa tunapofunga mwaka 2025 kwenda mwaka 2026, unatakiwa uangalie, je, akili yako unaifeed na nini? Akili yako umezoeshaje? Yani umezoeshaje akili? Ukikutana na mtu ambaye akili yake ameizoesha, wana mimi sitaweza kutoboa hata ufanyaje, yani ndio biggest mistake. Hata ufanyaje huwezi kubadilika, ila utakapoanza kubadilisha kwanza akili yako, ukaifeed vizuri, ukai train vizuri akili yako. Kivipi? Tuongelee ni uko chuoni, ukaanza ku take risk, ukasema mimi hapa nafanya 1 2 3, kuanza kutafuta plan. Yani labda unasoma chuo na una side hustle, kwamba utafanya kitu fulani. Yani usikae kizembe kwamba umesoma tu, umeshatoka chuo, umefika hostel, umepitia, umelala. Hapana, tunafahamu wote maisha ya chuo. Ndio maana nikasema 1920s hivi mpaka 30 hapo katikati. Huku chini advance uwezo kufanya side hustle. Tuseme 20 mpaka 30 hapo katikati. Utaamua, kwa sababu sisi ndio kizazi cha kwanza cha kipekee na chenye utofauti. Kwa sababu gani? Mtanzania au kijana wa sasa hivi anaweza akatengeneza pesa average kwa mwezi. Yani kijana wa kawaida ambaye hana elimu ya juu sana, mwenye ujuzi, akatengeneza, aliamua kuinvest, kufanya juhudi, mshahara mkubwa, kipato kikubwa
kuliko hata daktari ambaye anaingiza mshahara wake kwa mwezi, ambaye amesoma miaka labda 8 6. Sisi ndio kizazi cha kwanza. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya teknolojia. Sasa wewe kijana ukiamua kujishughulisha, lazima swala ambalo bibi ujue kwenye kujishughulisha, utasema nao bwana, watu wengi wanahaswa watu oi. Kuna vitu vingi, kuna factors nyingi. Wewe utaona bwana huyu anahaswa ila hatoboi kwa sababu utakuta labda pia poor mishuzi, poor, yani saving yake ya hela ni, akili ni ndogo, ujuzi ni mdogo, au unakuta controlling na stress zake ni ndogo. Kwa sababu kwenye biashara yote kuna vitu vingi, kuna stress, kuna mambo mbalimbali, kuna kuwa target, yani kuna vitu vingi ambavyo unapitia. Kama usipoweza kuvicontrol vizuri, utajikuta huoni mafanikio kwenye biashara yako. Kwa mimi kwa leo nilichokuwa nataka kushauri, invest well in your brain. Yani communicate, yani angalia wale watu ambao wamefanikiwa wanafanya nini. 1, 2, dunia sasa hivi inataka nini? Kwa sababu wewe kijana, tuseme kama example AI tools, unaweza ukadesign kitu ukapitia AI system tofauti, ukaona hapa 1 2 3 ukaangalia, basi yani keep yourself busy. Kupumzika, kurelax kupo, sisi ni binadamu, kuna kuchoka, ni vijana, kuna ukuaji, ila sasa jaribu. You want to have successful life, you have to take a pain. Lazima upitie maumivu. Huwezi ukapata mafanikio bila kupay the price. Yani unataka uwe bilionea, mtu umefanikiwa makubwa kiasi fulani, the same price you need, lazima utoe, lazima dig down, yani upambane ili haya mafanikio unayotaka uweze kuyapata. Kwa hiyo hakikisha unachoweza kusema kuambia kwa leo, hakikisha unaupa ubongo wako, yani akili yako unaipa vitu vizuri. Siwezi kuambia tuombe tukae sasa hivi tusisikilize muziki, usifanye nini. Kila mtu ana refreshment yake. Ila hakikisha ubongo wako una utrain vizuri. Kwamba una keep your brain busy. Kwamba sawa nasoma, ila ndakuwa labda mimi siwezi kufanya side hustle, nimeshindwa kupata side hustle nyingine, ila nasoma huko ndo nafanya content creation. Nasoma, natengeneza program fulani ambayo nitaweza kuiuza, nikiweka mtandaoni nikaniingizia hela. Nasoma, nafanya kitu fulani. Fanya kitu ambacho kina impact, usifanye kulingana na miamko. Kwamba wewe umeona tu watu wameenda kwenye party na wewe umeenda. Kitu kingine, mtu ambaye uitrain akili yako vizuri, itakuwa ni mtu ambaye wewe unaenda popote, unafanya chochote na yoyote popote, yani bila kujali chochote, unapoteza tu muda. Na muda ni swala ambalo ogopa sana neno ningelijua, ningelifanya. Yaani utakapokuja kufika muda wenzako ulosoma nao au age mate yako, tuseme uona 26, wenzako na 26, wenzako wameshafanikiwa, wewe hujafanikiwa, utaanza basi alikuwa rafiki yako. Haya, utasema wewe amenitenga, hanisikilizi, kisa amejipata basi amenitenga. Unajua nini agency, utasema au utasema ametoka fala, ameuza figo. Mwenzako alitoi, wewe ukafocus na bata. Mwenzako ametoi, wewe ukafocus na mapenzi. Basi tuashumu sana mapenzi, huwezi kuavoid kabisa. Kuwa na mmoja, waishi naye, fanya naye maisha hivyo, at least itakusaidia kupunguza. Kuna vitu vitapunguza. Unajua mapenzi ni kitu ambacho kinachukua nafasi kubwa kwenye akili, kinatesa sana, yani hata sana vijana kwenye akili. Kwa sababu utakuwa unakaa unawaza kwamba
mpenzi wangu, inateka kubwa akili. Chengine hata sex, jamani, tuongea tu kweli, sex ina drain sana energy. Ukienda kusoma biology, waliosoma biology, madaktari PCB wanajua sex ina drain sana energy. Ni kitu ambacho kinahitajika, ila ni kitu ambacho kina drain sana energy. Kwa hiyo kikiendekeza, ukitafuta kijana, wewe nitafutie kijana ambaye ana age ya 25 30, hapo 25 mpaka 30, anasema ana wasichana wake 4, yani masala madem kwa sana, bata kwa sana, ana mafanikio. Yani tuseme huyu ana mafanikio, tunaona mafanikio yake hapa na hapa, ana biashara, ana 1 2 3. Ukimpata kijana namna hiyo, mimi sidhani kama kuna kijana namna hiyo, kwa sababu huwezi, yani ubongo wako ukawa unawaza vitu vya ajabu. Afu pesa inahitaji heshima. Yani ukiwa na ubongo wako umetulia, unaofikirisha kuhusu pesa, na pesa itakufuata. Kwa sababu gani? Wewe pesa ni swala, pesa ina principle nyepesi sana. Pesa principle yake ni moja. Umeipata, umeisave leo, itakusave kesho. Ndio principle ya pesa. Wewe sasa umepata 200,000, 700,000 tuseme, au umepewa 700,000 ya boom. Ukiwaza vitu vya kipuuzi, alafu nataka baada ya miezi 2 uwe umefanikiwa au una hela, au ukiona wenzako wewe ulipewa 700,000, wenzako wanapewa 700,000, yeye akainvest kwenye kitu. Mimi ile 700,000 nafungua nakuwa nauza juice, biashara ya juice, au nakuwa nachukua mtumba, au unaenda kufanya kazi ya winga wakati upo chuo. Unataka baada ya miaka 4 maisha yatakuwa naishi yeye na nataka utakuwa naishi hapo, ulikuwa una spend vifanane, haviwezi vikafanana, kwa sababu yeye tayari atakuwa na cycle yake kubwa ya hela, wewe huna. Sababu utakuwa ukipata hela una spend hivyo. Kuspend kupo, ila kuwa na mipango na balance. Yani vijana, yani inabidi ujitoe, upambane, jifunze kuinvest, jifunze vitu mbalimbali. Kwa sababu gani? Kama huko unaweza kujifunza nyimbo za wasanii na ukaclaim nyimbo ya msanii 1 2 3, kwa nini usijifunze knowledge ambazo zitakuja kukusaidia mbeleni? Unajua, wewe utasema, wewe kaa chini, fuatilia kwa nini wasomi wengi hawafanikiwi, hawa watu wakubwa. Ni tuseme hamna daktari ambaye ana hela za mafanikio yale makubwa. Ni wasomi wengi, sio madaktari, kwa madaktari, maengineer, mapilot, wanasheria, atakuwa na hela, atapata mafanikio, asoma mafanikio yale ya kutisha. Kwa sababu gani? Msomi, yaani elimu ilivyotengenezwa, elimu inakuzuia vitu vingi. Elimu imetengenezwa, ni system ambayo ilitengenezwa kupata waajiriwa, yaani inatengenezewa system ambayo unaenda kujiajiri. Uendi kujiajiri, unaenda kuajiriwa. Yani hiyo system ya koloni ambayo ukifuatilia, elimu ilitengenezwa watu wazungu watafuta waajiriwa, wa secretaries ama clerks na walimu, hivyo madaktari waweze kutibu watu. Sasa hivi kila mtu anataka ategemee eti kuajiriwa. Waliokuwa kwenye ajira wenyewe wanataka kuachilia. Vyuo vinazidi kuongezeka, wahitimu wanazidi kuongezeka. Wewe umemaliza zako form 4 na 1 ya 7 A flat, form 6 1 ya 3 A flat, chuo GPA kubwa ya kutisha kabisa. Baada ya hapo unasubiria serikali kuajiri. Wakati huo haya mambo yalikuwa zamani, wakati wazazi wetu wanasoma, ila sasa hivi hicho kitu hakipo. Ndio maana hata baba mzazi inabidi asikupushi sana. Na pia ndio yani vyote inabidi balance. Kwa sababu gani? Tushaanza kuzana kwambia sisi enzi zetu tulipambana tukapata mafanikio. Wewe umekaa mpaka sasa hivi nyumbani, wewe mpaka unafika age ya 25
unabidi ndio uumie, ila kama unapambana, mzazi inabidi aelewe. Kwa sababu gani? Kipindi chao wewe mtu akisoma, mtu akipata division 3 kaingia bandarini, division 2 daktari mkubwa. Sasa hivi mpaka wani ya 7 watu wanakosa nafasi Muhimbili. Hata ukipata utaenda utaweza mpaka chuo Muhimbili hapo hupati nafasi system. Kwa hiyo elimu usio kitu cha kukutegemea, elimu iwe plan B yako, kwa sababu hata elimu ukifuatilia, mwisho elimu ni kupata mshahara. Mshahara ni kitu kibaya sana, hiyo ni somo la siku nyingine. Ila kikubwa train your brain, wewe ni fuatilia, jifunze. Wewe ujifunze usala nyimbo, tujifunze masuala vitu kama stocks, ujue kuwekeza. Unajua unapoanza kuwekeza mapema ni faida kubwa sana. Kwa sababu gani? Tuseme wewe kwa wiki ukabalance matumizi yako, ukapata side hustle ambayo si unapata bomba, tuseme upate bomba, basi mzazi anakupa hela matumizi, bado unamtegemea mzazi, atakupa hela matumizi ambayo itakidhi matumizi yako. Wewe ukaenda kujishughulisha ukapata side hustle, ambapo hiyo side hustle itakuwa na kuingizia hela. Hiyo hela ukajifunza masuala ya stocks, real estate, ukajifunzia uwekezaji mbalimbali, ukaendelea kuizungusha, unapata kitu ni mpaka unakuja kumaliza chuo, hutaki tena kuhangaika kutegemea serikali. Hicho ni kitu ambacho tujifunze kikubwa sana. Feed your brains good things, yani productive knowledge, yani ile knowledge ambayo inakutatoka nje ya darasa. Kwa sababu gani? Unaweza kusema mtu akatoka akamaliza darasa la 7 akaingia kwenye biashara, na yeye yule soma business accountancy sijui mpaka machuo madegree masters, na akakuchomoa. Ukuchomoa sio na kuomba kazi, hamna hivyo, yeye ndio kuchomoa. Nikiongelea watu tuweke biashara zako mezani, mimi niweke biashara zangu mezani. Unajua wasomi wengi tunapokuja kufeli, take risk. Wewe umesoma biashara na mtu ambaye biashara yake amepitia experience, yani kaanza mtaji hivi, hajui chochote kuhusu, hajasoma biashara darasani, yani tuseme kaisha darasa la 7, ambapo shika maana laki mbili yako ya kwanza maisha, akitia juhudi, akipambana mpaka muda fulani atakuwa amefuata kitu, atakuwa amekuchomoa hata yeye ambaye umeenda darasani. Kwa sababu gani? Unajua tuashumu wafanya biashara wa magari, wafanya biashara wa magari au mtu yote ambaye anaagiza mzigo kutoka China, tuseme ufanye biashara kutoka China, kwamba una timu hujai kufika China, sio Tanzania ndio umefika China. Wewe hujai kufika China, unakutana na seller ambaye yuko China, wewe humjui, yeye hakujui. Unachagua magari kwenye showroom yake, unamtumia hela, anakupa safarisha container siku 40 baharini, bandarini, kupigia sijui kila kitu, mpaka unapata magari yako ni over 60 days. Yeye mfanya biashara ambaye amepitia experience, yeye ata take risk. Kwa sababu gani? Msomi ataanza kukwambia hivi, nikimtumia Mchina akinitumia magari ambayo sio, akinitapeli, ataweka kwa nini kulingana na principle, kwa sababu anaishi kwa kutumia principle ambazo hizo principle zilikuwa muda huo, ziliandikwa, zilitengenezwa na watu kwa ajili ya kutengeneza wafanyakazi, yani kuajiriwa. Haya, anatoka hapa anajua sema sasa nikisafirisha mzigo wangu bandarini, meli ikipata ajali, yani anakuwa na kwa nini negativity kibao. Maana hakuna msomi risk taker, na ili uwe mfanya biashara mkubwa lazima take risk. Kwa sababu gani? Wewe tu take risk kivipi? Kwamba wewe kama hapo kwenye magari unafunga tu macho, ikienda basi, siku nikifika Mungu amesaidia.